Tunayoona waliojaa sana ni wanawake. Wanawake wanasaidia kanisa la Tanzania na duniani kubaki namna lilivyo. Nilisema awali hivi, hapa kanisani kwangu mama akiokoka baba hajaokoka sipati shida. Hello? Sipati shida. Baba we kanywe, kalewe, kazurule, madam mama yupo, mama anaweza kumtia moyo. Baba kiokoka, mama hajaokoka, wachungaji wako hapa. Huyu mwanaume baba akimaliza miezi 3 kanisani, alikufa na Yesu msalabani. Yaani wakati Yesu anagongelewa, naye alikuwepo pale msalabani. Mama ambaye hajaokoka kimchoma kichomi kimoja, anamwambia subiri nikuonyeshe. Kwa sababu naenda kanisani. Ungeshuka naenda kanisa, sasa subiri namweka Yesu pembeni nikuonyeshe kama mimi mwanaume. Mwanamke anaweza pigwa matukio. Mwanamke anaweza pigwa kila kona. Anaweza kachoshwa na kila kitu, lakini atakimbilia nyumbani kwa Bwana. Hata kama moyo unavuja, atakimbilia nyumbani kwa Bwana. Hata kama amefika hatua haoni njia, atakimbilia nyumbani mwa Bwana. Wanawake waliookoka wanaweza kuleta mapinduzi kwa kanisa, wanaweza kuleta mapinduzi kwenye familia, wanaweza kuleta mapinduzi kwenye kila eneo. Kwa nini leo tuna watoto mashoga? Nani alaumiwe? Halo? Nani alaumiwe? Hapo muongei. Nani alaumiwe? Watoto wanapozidi kuharibika, hatumwangalii baba, tunaanza kumwangalia mama. Na wakati mwingine mama, rudi kwenye nafasi yako. Wewe ndio umebeba hatima ya familia. Familia inapita mgongoni kwako. Baba yupo kuprovide, mama yupo kusave. Haleluya. Wanaume wenye akili hawajisifii mwanamke kitandani amka. Wameanza kuchangamka. Halo? Amen. Mwanaume mwenye akili hajisifiaga mwanamke mshauri. Mke wangu ni mshauri mzuri sana. Unajua mke wangu, bila mke wangu nisingejenga. Bila mke wangu nisingenunua kile kiwanja. Bila mke wangu nisingefanya hiki. Bila mke wangu nisingefanya kile. Lakini ni tofauti sana na wamama wasio na akili. Na amini walioko kuna akili njema. Haleluya. Wasio na akili wanaluka kwa makungu. Sikiliza nikwambie, kungu wako Yesu. Makungu wenyewe wana waume. Walishashindwa siku nyingi. Wewe unakimbilia kwa watu walioshindwa. Una matatizo gani? Mbeba hatima. Yuko tayari kujitoa yeye kwa ajili ya wengine.